Mungu ambaye ametupa wakati mwingine mzuri ambao tuna ujumbe ambao na kichwa kinachosema mche utoao mbegu. Mche utoao mbegu. Na kabla sijaendelea, natamani ufahamu ya kwamba Mungu ametuumba wanadamu katika namna ambayo tuweze kujidharisha, tuweze kujizidisha, mpaka anasema zaeni mkaongezeke. Manake hali ya kuzaa iko ndani yetu, hali ya maongezeko iko ndani yetu. Sasa ndio hicho kitu ambacho tunazungumza ya kwamba mche utoao mbegu. Manake hiyo ni standard ya maisha ambayo Mungu ametuumbia, ni standard ya maisha ambayo Mungu anatamani kila mmoja aweze kuwa nayo, kila mmoja aweze kuishi nayo. Sasa leo natamani nizungumze naye jambo moja. Unafahamu watu ambao watu wanaweza wakampeleka mahali fulani kwa lengo la kwamba wamemkomoa, lakini huyo mtu bado anatoboa. Kuna watu wanaweza wakampeleka mtu mazingira fulani kwamba ngoja tumpeleke mahali fulani ili asistawi. Kuna watu wanaweza akasema huyu ngoja tumkomoe, tumpeleke labda kijijini. Huyu ngoja tumkomoe tuweze kupoteza kitu fulani ambacho wanahisi kwamba unakitegemea. Wasifahamu ya kwamba wewe ni mche utoao mbegu. Na lengo la kufanya hivi, natamani ujue ndani yako wewe ni mche utoao mbegu. Kuna wakati kuna mazingira yanakuwa ni magumu, kwamba inawezekanaje kuna mazingira umevuka na umepenya. Kuna mazingira ambayo hata binafsi wewe unaona katikati haya mazingira nimevukaje? Wewe ni mche utoao mbegu. Si tu mche, lakini ni mche ambao ndani yake una mbegu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na ule mstari wa 52. Mwanzo 41 na ule mstari wa 52. Kitabu cha Mwanzo 41 na ule mstari wa 52. Biblia inasema, na wa pili akamwita jina lake Efraimu, maana yake Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Huyo ni Yusufu. Alikuwa na watoto. Wa kwanza alikuwa anaitwa Manase, wa pili alikuwa anaitwa Efraimu. Sasa katikati ya Efraimu anazungumza ya kwamba Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Nchi ya mateso yangu. Kwa alikuwa katika nchi ya mateso, lakini Mungu alimpa uzazi. Kwa hiyo yeye kuwepo katikati ya hayo mazingira haikuzuia yeye kuweza kupata huo uzazi. Kuwepo kwenye nchi ya mateso, kuwepo kwenye nchi ambayo ilitengeneza kitu ambacho ni kibaya, kitu ambacho kwake ilikuwa ni ngumu kuzalisha, haikuzuia kuweza kutengeneza kitu kipya kwenye maisha yake. Ndio maana anasema Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Kwa Yusufu, licha ya kwamba alikuwa katika nchi ya mateso yake, haikumzuia Mungu kuweza kumpa uzazi. Ni kitu gani ambacho kilisababisha? Ni kwa sababu yeye ni mche uzaao mbegu, au mche utoao mbegu. Kwa Yusufu hakuwa tu mche, lakini ulikuwa ni mche ambao ndani yake una mbegu. Ndio maana kuna wakati ndugu zake walimuuza kwa Wamidiani wakijua wamemmaliza, lakini Yusufu alikuwa ni mche unaotoa mbegu. Kwa katikati ya yeye kupelekwa kwa Wamidiani kama kuuzwa, lakini hiyo yote ilikuwa ni mbegu kwake. Ndio maana vyote ambavyo Yusufu alikuwa anafanyiwa, hata kupelekwa gerezani, yote ile ndani yake alikuwa ni mbegu, haikuwa chochote cha kwake. Ndio maana anasema Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Maana yake kwenye mazingira ambayo wengine wanalia haiwezekani, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Kwa ni mche ambao unatoa mbegu. Nimezungumza kuna watu wanaweza wakakaa kwenye mazingira ambayo hata wewe unaangalia huyu mtu amewezaje kuvuka. Yupo kwenye mazingira ambayo ni mabaya. Yupo kwenye mazingira ambayo binafsi ungekuwepo usingeweza kusurvive. Sasa Yusufu anasema Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Kwa mateso yangu haikuzuia uzazi wa Mungu kuweza kuwepo. Na ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza 12, sura ya kwanza 12 anasema hivi: lakini kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea.
kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Wana wa Israeli walipokuwepo utumwani kwa Farao, kadiri Farao alivyokuwa anawatesa kwa kazi ngumu, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Kwa yale mateso hayakuzuia wao kuweza kuzaa na kuongezeka. Yale maumivu hayakuzuia wao waweze kuongezeka. Kuna watu wanaweza wakatupwa kwenye mazingira ambayo ni mazingira magumu. Kuna watu ambao wanaweza wakatukanwa, wakajaziwa vitu ambavyo ni vibaya, havizuii wao kuzaa, maana ni mche utoao mbegu. Licha ya kwamba uko kwenye circumstance kubwa. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Ambwene Mwasongwe ameimba ya kwamba tulitupiwa jangwani, lakini Bwana huko ndiko ambako alikuwepo akatufanya tuchipuke. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya anasema hufanya mito ya maji nyikani. Kwa nini anafanya mito ya maji nyikani? Maana yake hata kama mtu ametupwa kwenye nyika, kwa sababu yeye ni mche utoao mbegu, Mungu anafanya aweze kuchipuka tena. Mungu anafanya huyo mtu aweze kuendelea tena. Mungu anafanya huyo mtu kitu kipya kiweze kutokea ndani yake, kitu kipya kiweze kuonekana kwenye maisha yake, kitu kipya kiweze kuzaliwa. Ndio maana ukisoma Zaburi 92 na ule mstari wa 12, Biblia inasema hivi: mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Maana yake haijalishi upo kwenye mazingira gani. Mtende na mwerezi wa Lebanoni ipo kwenye ukame, lakini na stawi. Maana yake yenyewe inaweza ikafuata hata kama maji yako maili na maili yanafuata, mizizi yake iko chini sana. Mwenye haki atastawi kama mtende na atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Maana yake ndani yake ni mche utoao mbegu, hauwezi ukazuiliwa na kitu kingine chochote. Ndicho Mungu anachokitaka na ndicho Mungu anachokitengeneza kwenye maisha yetu. Sisi ni mche utoao mbegu.